Mambo ya kujua kuhusiona. Naenda kwa haraka. Mambo ya kujua kuhusiona. Jambo la kwanza, Yona alikuwa na shida zilizotokana na kuzimu. Yona alikuwa na shida zilizotokana na kuzimu. Hebu sema tena, Yona alikuwa na shida zilizotokana na kuzimu. Yona sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2 anasema, nalimlilia Mungu katika shida yangu. Ukianza mstari wa 1 anasema, ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Akamlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu. Anasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukaisikia sauti yangu. Shida zote ambazo Yona alikuwa anapitia kwa wakati huo zimetokana na kuzimu. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Changamoto zote ambazo Yona alikuwa anapitia wakati huo zimetokana nini? Na kuzimu. Kati ya changamoto zote ikiwemo changamoto ya kukaidi sauti ya nani? Ameshavamiwa na kuzimu bila kujua kwamba kuzimu imeshavamia. Kuzimu ikimvamia mtu, hebu sema tena amina, inampa na mwanga fulani wa kigiza wa kuonyesha kwamba maamuzi yake ni sahihi, kumbe ni batili. Hivi tunaelewana watu wa Mungu? Kuzimu iliyomvamia Yona haikumzuia kuacha kuhubiri Injili. Yona akasema, kuanzia leo naacha kuhubiri nini? Bali ilimwambia usiende kuhubiri Ninawi, wewe nenda wapi? Tarshishi. Amen. Unaiona kuzimu ilivyo? Amen. Tunaiona watu wa Mungu lakini. Amen. Unaiona kuzimu ilivyo? Maana yake haijaenda mbali sana. Kwa hiyo inampitisha Yona kwenye akili ya kwamba aone kabisa moja kwa moja maamuzi nilionayo haya ndio sahihi. Amen. Ndipo tunaelewa na watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema nenda Ninawi, na kuzimu inasema kuhubiri. Asasi kwanza wahubiri watu wapi? Tarshishi. Kwa lugha zote ni kwenda kuhubiri. Amen. Changamoto naenda kuhubiri wapi? Hapo sasa na kwa wafanya biashara mnipate hapo. Kwamba lugha zote ni kwenda kufanya nini? Biashara. Lakini naenda kufanya biashara gani? Kwa sababu anayeuza pombe sana anafanya biashara. Amen. Anajiuza je? Biashara. Na wewe unaenda kufanya biashara gani? Kwa sababu kuna biashara ukifanya uko benefit na kuzimu. Amen. Kuzimu moja kwa moja. Amen. Kuzimu ndani yako. Amen. Kuzimu kwenye fikira. Amen. Kuzimu kwenye fahamu. Amen. Narudia tena. Kuna biashara ukifanya moja kwa moja kuzimu. Nauliza tena. Anayeuza pombe afanye biashara? Afanye biashara. Anayejiuza biashara. Ili kusema mtu anafanya biashara ni pale anapofanyaje? Anapouza na kupewa hela. Amen. Wewe jibu ni kwamba, hebu sema tena amen. Amen. Biashara unaenda kufanya, unafanya biashara gani? Amen. Injili unaenda kuhubiri, unaenda kuhubiri wapi? Amen. Kwa sababu si kila kitu unapaswa ukifanya hata kama ni halali. Amen. Anasema vitu vyote vyafaa, ila si kwamba vyote ni halali. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Kwa sababu ndio nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa wakati upi? Au ndio hiyo naanza kuombea watu macho yanafungulia kwenye kikapu cha sadaka. Naomba umekuja kufanya biashara. Kwa wakati gani hasa? Unajua hii point ya Yona, hebu sema tena amina. Ninaomba iguse mahali popote pale, iguse maeneo mengi. Iguse maeneo mengi. Na uone hapo kwa nini watu wengi wanateseka na kuzimu. Kwa nini watu wengi wanapitia shida zinazotokana na nini? Na kuzimu, ili wapata saa ngapi kwenye maamuzi. Amen.
maamuzi. Amen. Na ndio maana kuna maamuzi ukiwa nao umeusogeza kuzimu wapi? Karibu. Kitendo cha Yona kusema naenda Tarshishi na kuambia kuzimu ililindima tayari. Amen. Ikaona Yona sasa huyu tayari ni wa kwangu. Amen. Na kwa nini? Kama umeenda Tarshishi na mimi Mungu nataka uende ninao, ni wakati wa kwenda wapi? Ninao. Sasa Tarshishi unajua wewe mwenyewe, mimi simo. Wewe nenda tu. Wewe nenda tu. Amen. Hapo ndio ilivyo pia. Kuona pia na mfanya biashara mbaya. Hebu sema tena bila. Amen. Sio kusudi la Mungu ufanye hiyo biashara. Tunaweza tukakuombea mpaka meno yakabadilika rangi yakawa ya blue. Kwa unaposema namtegemea Mungu na muamini Mungu, hakikisha unafanya kitu ambacho pia kinampendeza Mungu. Hebu sema tena amen. Mungu anasupport kile kinachompendeza. Amen. Na Mungu anaachana na kile ambacho hakimpendezi. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Muulize mwenzako, ndoa yako inampendeza Mungu? Sio kama umeolewa kwenye ukeweza alafu unahitaji Mungu akusaidie. Kama tumeshavamia ndoa ya mtu. Umeshaingilia ndoa ya nani? Ya mtu. Hapo unahitaji msaada wa Mungu. Mungu anakuambia sipo hapo, sipo hapo. Amen. Ni kitu ambacho kilipendeza kabisa. Amen. Watu wa Mungu, shida zote unazopitia Bwana akuepushe nazo leo. Amen. Kuzimu iliyokubeza ikutapike leo. Amen. Mambo yako yaliyomezwa yatapike leo. Amen. Sema na iamuru kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe kuzimu ulionimeza, imeandikwa nikupinge, nao utanikimbia kwa jina la Yesu. Sema napinga ila zako, napinga mbinu zako, napinga ujanja wako, napinga uwepo wako kwa jina la Yesu. Kwenda point ya pili, naenda haraka kidogo. Naenda haraka. Yona alikuwa na shida zilizotokana na nani wapendwa? Na kuzimu. Lakini point ya pili, Yona alishindwa kuipinga kuzimu au kuipinga sauti ya kuzimu. Yona alishindwa kuipinga sauti ya nini? Ya kuzimu. Watu wa Mungu, kuna mambo ambayo yakionekana kwenye maisha yako haupaswi kuyalalia hayo mambo, haupaswi kuyanyamazia hayo. Ukijifanya kuwa na huruma sana kuliko Roho Mtakatifu umeisha. Kuzimu inakubeza tu unajiona. Narudia tena. Kuzimu inakubeza tu unafanyaje? Unajiona. Ukisha isiona dalili za kuzimu, hebu sema tena bila. Kwenye maisha yako, kupitia wewe, kupitia watu ulio karibu nao, kupitia kampani ulio nayo, hebu sema tena amen. Kupitia uliowaajiri, kupitia unaofanya nao kazi, hakikisha unapinga hilo jambo mapema kabla kuzimu ijakumeza kupitia kutokea hapo. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Yona alishindwa kuipinga nini? Kuzimu. Kwa nini nasema Yona alishindwa kuipinga kuzimu? Yona anasikia sauti inamwambia ondoka uende wapi? Ninawi. Ninawi. Sio kwamba ilikuwa mara ya kwanza Mungu kusema na Yona. Siku zote alikuwa anasema naye. Amen. Unanielewa? Amen. Na sauti ilikuja kama ilivyokuwa inakuja siku zote. Amen. Lakini ghafla yanaanza kuinuka mapenzi yake moyoni. Japo moyo unanena Ninawi, lakini mwili unasema Tarshishi. Hiyo ndio uliona kwa mtu mmoja alipiga wimbo anaitwa Mzee Tupa Tupa. Unaona lakini huko anaona vitu vyeupe, lakini huko anaona sufuria za pilau. Huku ni pazuri, ndio panaangaa ni peupe, ila hakuna msosi. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Hakuna pilau, hakuna nini. Sasa Tupa Tupa akajiuliza, hapa nafanyaje sasa? Yuko katikati. Hebu sema tena amen. Na hizi sauti kama hizi zinakuja kwa watu wengi. Hebu sema tena amen. Zinakuja kwa watu wengi. Hata kitu ambacho unapaswa kuomba Mungu akupe neema ya kujua, yanapoinuka mapenzi ambayo, hebu sema tena amen. Ni mapenzi yako wewe kama mwanadamu. Yanapokuja
matakwa yako. Unajua matakwa yako kijichakata, unajua kama haya ni ya kwangu kabisa. Haya ni ya kwangu kabisa. Yaani hapa niko najidanganya, niko najichanga. Ni mimi mwenyewe, ni mko yangu mimi mwenyewe. Japo sauti ya Mungu moyoni ni hii hapa. Unajua sauti ya Mungu. Hebu sema tena amina. Huwa inakuja kama msumi, yani inachoma kama mkuki moyoni. Kuna kitu ambacho unaweza ukakikatalia, ukakibishia, ukakipa hoja nyingi, ukakipa vitu vingi, lakini bado kanakuja kama mkuki moyoni, kanaendelea kufanyaje? Kati ya watu waliopotezwa na Mungu ni kuzimu kuinuka na ikawadanganya na ikawapa sababu ya kujitetea. Amen. Ili kukwepa kitu. Amen. Unanielewa lakini? Amen. Umeala na umeamka. Alafu nasikia sauti inakwambia funga masaa 10 na ngapi? Amen. Hapo naanza kusema. Sijui inatoka wapi sauti na yenyewe. Kwanza nimekesha na Aisha. Unanielewa lakini? Kwanza nimekesha na umwa sana. Kwanza nina safari ndefu. Kwanza nenda kufanya kazi yenye nguvu. Lakini kwa nini hilo wazo lije kwamba funga masaa 10 na ngapi? Lazima tuulize kwa nini hilo lije. Sasa ndio kwa sababu Mungu wetu ni roho, onekani kwa macho. Ndio anasikia sauti inamwambia ninao. Lakini ninao hapana huko akaidini ni nenda tashishi tu, tashishi watakupokea vizuri. Amen. Lakini sauti ya ninao kwa nini ilikuja? Na Yona alishindwa kupinga sauti ya kuzimu. Na ilipata. Japo mamlaka ya kupinga tunayo. Pengine shetani atafanyaje? Atakimbia. Amen. Tunapozungumzia kuzimu tunamzungumzia shetani mwenyewe kwa sababu ndio mkuu wa kuzimu. Amen. Mpingane naye atafanyaje? Atakimbia. Na ndio maana kuna dalili ukiziona kwenye maisha yako, uwe mwepesi kupinga haraka. Amen. Hebu naelewa kimi. Uwe mwepesi kupinga haraka. Kuna vitu ambavyo vikiinuka kwenye maisha yako, unaona moja kwa moja hivi vinapingana na neno la nani? Yaani vinapingana na neno la Mungu moja kwa moja. Sauti inakuja inakwambia acha kusali. Sauti inakuja inakwambia sali popote pale kuna Mungu. Wewe unasali popote pale sasa. Nani amekudanganya? Hebu sema tena amina. Nani amekudanganya? Sio popote pale. Mwambie mwenzako sio popote pale. Ni pale ambapo Mungu amekusudia. Kusema popote pale na kusema Mungu alipokusudia. Hebu sema tena amina. Ni vitu viwili. Mahali pengine wamekusudiwa wengine. Na wewe uko salama ukienda mahali alipokusudia kwa wakati sahihi. Lakini ukiwa mtu wa popote naweza nikafanyaje? Popote umeshapotea na ndugu yangu. Sio popote pale. Na pajua ukahapo nilipo kwenye kiti cha enzi cha nani? Nilikuwa ni kanisa sio kanisa. Kati ya makanisa 7. Amen. Hapo ndio ujue kwamba sio popote pale. Sio popote pale. Ni kumwomba Mungu tu, naomba niongoze ni wapi nifanyeje? Haijalishi patakugharimu kiasi gani. Haijalishi pata udhaifu kiasi gani. Haupaswi kuangalia udhaifu, unapaswa kuheshimu sauti ya Mungu iliyokuleta pale. Tunaelewana mtu wa Mungu? Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Amen. Wapo ambao wana mpango wa kwenda Tashishi au twende nao. Twende nao. Twende nao watu wa Mungu. Amen.